Naitwa Ikunda Terry, mimi ni mwenyekiti wa jukwaa la wadau wa kilimo vijana Tanzania, linaitwa YAN, yani Young Agripreneurs Network. Na niseme tu kwamba jukwaa letu linaleta pamoja vijana wanajihusisha na shughuli ya kilimo kama wajasiriamali kwenye sekta ya uvuvi, kwenye mifugo, kwenye kilimo cha mazao ya kawaida. Na nitoe wito vijana kuweza kuja kushiriki kwenye maonyesho ya 88 mwaka huu. Na hapa Morogoro tupo kwenye banda la manispaa ya halmashauri ya Morogoro, lakini pia tuna vijana wengine wenzetu ambao kwenye maeneo mengine mbalimbali ya maonyesho. Kwa hiyo niwakaribishe vijana kuweza kuja kujifunza, waweze kutambua soko, waweze kuongeza tija, waweze kunufaika na shughuli mbalimbali za kilimo. Nafikiri huo ni wito wangu kwa vijana wa hapa Morogoro na hata pia nchi nzima ya Tanzania. Mwamko wenyewe wa vijana sasa kwenye kilimo kwa kweli bado mwamko wa vijana kwenye kilimo bado uko chini, lakini wapo baadhi ya vijana ambao wanajitoa, wanajituma na wanapambana. Kwa hiyo kwa wale vijana ambao tayari wameshaanza, niwatie moyo kwamba waendelee kushiriki. Wale ambao bado ni waalike na wenyewe wajifunze shughuli mbalimbali za kilimo, waweze kushiriki, kwa sababu kilimo ndo uti wa mgongo wa nchi yetu, uti wa mgongo wa uchumi duniani kote. Kwa hiyo mimi niwaalike sana vijana kuweza kushiriki kwenye fursa mbalimbali za kilimo. Kilimo kinalipa. Jina ni Filipo Fahamueli Mrutu, ni mkurugenzi mtendaji wa Mrutu Agro Solutions. Vile vile ni mwenyekiti wa kilimo na ujasiriamali SACCOS. Nafurahi kushiriki mwaka huu 2026 kwenye maonyesho ya 88 kanda ya Mashariki hapa Morogoro, ambapo dira au kauli mbiu ya mwaka huu kwenye maonyesho inasema tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. Maonyesho ya mwaka huu tumejipanga kimkakati na tunahakikisha kwamba wakulima, wafugaji na wajasiriamali tunaweza tukawaunganisha na mtandao wetu wa masoko kupitia Mrutu Agro Solutions, wakapata masoko ya ndani na nje ya nchi. Vile vile tumejipanga kwenye maeneo yote wanaofanya kilimo kuhakikisha kwamba tunawapimia udongo, tunawapa miche mbalimbali kama inavyoonekana, ambayo hii wanaweza wakapata matokeo ndani ya muda mfupi. Lakini pia mbegu mbalimbali, mashine mbalimbali, trekta na mitambo mbalimbali ambayo ipo na tunaweza tukawapatia wakaweza kulima kwa tija. Vile vile huduma mbalimbali tunakuwafungia mifumo ya umwagiliaji, kuwajengea vitalu nyumba kama greenhouse, solar dryer, lakini vile vile kuwapa mafunzo na kuwaunganisha kwenye fursa za masoko. Hilo inakuwa ni jambo mojawapo. Lakini wale wanaofanya ufugaji tunawapandia majani ya malisho kuhakikisha kwamba wanaweza wakahudumia mifugo yao, na tunawajengea mabanda ya mifugo, tunawasupply mbegu za mifugo na tunawaunganisha na kuhakikisha kwamba wanaweza wakafanya kilimo kwa tija, kwamba waweze kufuga na kulima kibiashara katika eneo dogo wakitumia gharama ndogo, lakini wakipata faida kubwa. Kama wakulima wengi wamekuwa wakilima bila tija, kama kwenye eka moja badala ya kupata kwenye eka moja kupata gunia 2, anaweza akalima akapata gunia 20 mpaka gunia 40. Kama anafuga ng'ombe, akifuga ng'ombe wenye tija hatapata lita 2 za maziwa, anaweza akapata lita 25 mpaka 40 kwa ng'ombe mmoja kwa siku moja. Lakini kama anafanya ufugaji wa kuku, hakutakuwa na magonjwa na anaweza akafuga kuku bila vifo, bila magonjwa. Lakini kama anafanya kilimo cha bustani, anaweza akalima akatumia eneo dogo, akalima kilimo cha ngazi kwa maana ya vertical farming, lakini kwenye greenhouse akapata mazao bora na mengi kwenye eneo dogo. Kwa hiyo ndio tija tunayomaanisha, kwamba unatumia eneo dogo unapata mavuno bora na mengi. Lakini pia kwenye eneo la kilimo na ujasiriamali SACCOS, hii ni SACCOS ambayo imesajiliwa na tuko hapa Morogoro. Tunawakaribisha wakulima, wafugaji, wajasiriamali na wafanyabiashara ili waweze kujiunga, waweze kupata mitaji ya kuweza kuwekeza kwenye kilimo, na
hivyo wataweza kuingia kuwekeza bila kutumia mikopo ya kausha damu au vibanda umiza. Lakini wakishajiunga, namna ya kujiunga, kiingilio ni $100,000, hisa moja ni $100,000, hisa za lazima ni 10 ambazo sawa na milioni 1, lakini akiba kila mwezi ni $30,000, lakini ukija kwenye amana inaanzia $200,000 na kuendelea. Kwa hiyo karibuni sana Mruto Agro Solutions, lakini karibuni sana pia wale wanaofanya ufugaji wa samaki. Tunawajengea mabwawa ya samaki, tunawasupply mbegu za samaki hasa sato na kambale, na tunawajengea mabwawa ya samaki na kila kitu. Lakini pia tunaandika maandiko ya miradi, mipango ya biashara kwa wale wawekezaji wakubwa ambao wanataka wapate mikopo. Tunaunganisha na taasisi za kifedha kwenye mabenki na taasisi zingine, lakini pia wale ambao wanataka wapate ufadhili, tunaandika miradi kwa maana ya maandiko ya kibunifu kama proposal, ili waweze kuwezeshwa kama ni taasisi. Lakini pia sisi tumekuja na huduma bunifu 2. Ya kwanza ni AgriSave. Hii ni mfumo wa kidijitali ambao tumeanzisha wa AgriSave, ambao wakulima sasa wanaweza wakapata pembejeo kwa kutumia mfumo wa kudunduliza. Kwa hiyo wakishajisajili wanaweza wakapata huduma hizi kwa gharama nafuu kama unavyoona hapa. Kwa hiyo wakishajisajili wanaweza wakachagua huduma zozote ambazo wanahitaji, wanachagua alafu wanaanza kudunduliza kidogo kidogo, kwa sababu asilimia kubwa wale wakulima tunaowahudumia ni wale wakulima wadogo ambao hawana uwezo wa kulipia huduma zote kwa wakati mmoja. Lakini kupitia AgriSave wanaweza wakapata huduma, lakini wanaweza wakapata ushauri wa kitaalamu, lakini wanaweza wakapata kujiwekea akiba. Lakini huduma bunifu nyingine ya mwisho ni Smart Agripreneurship Innovation Center. Hichi ni kituo bunifu ambacho kinazingatia nguzo kubwa 4. Nguzo ya kwanza ni ujasiriamali. Tunawajengea uwezo, tunatoa ushauri kwa watu waweze kujiajiri na kuajiri wengine, ili kutengeneza fursa za kuajiri wengi zaidi na kupunguza changamoto ya ukosefu wa ajira. Hawa ni vijana ambao wanaweza kujiajiri, lakini pia ambao wanajiandaa kustaafu. Tumekuwa tukitoa mafunzo ya namna hiyo. Lakini pia nguzo ya pili ni teknolojia na ubunifu. Ili kuongeza tija na ubunifu, tunahakikisha kwamba watu wanaweza wakawekeza na wakatumia teknolojia kuongeza tija na ubunifu, wanaofanya kilimo cha mazao, wanaofanya ufugaji, wanaofanya huduma zingine mbalimbali. Lakini huduma nyingine bunifu ya tatu ni mambo ya climate smart agriculture, yaani tunatunza mazingira, kuhakikisha kwamba kile tunachokifanya kama ni kwenye kilimo cha mazao au ufugaji au uvuvi, bado tunaendelea kutunza mazingira ili watu waendelee kunufaika, dunia iendelee kubaki salama, lakini watu waendelee kupata tija. Lakini eneo la tatu la mwisho la 4 ni kwenye eneo la kuhakikisha kwamba huduma jumuishi za kifedha zinakuwepo, lakini pia kuongeza thamani pamoja na masoko. Kwa hiyo wakulima wakipata masoko, wakiongeza thamani ya mazao, tayari wanaweza wakafikia mafanikio yao. Kwa hiyo karibuni sana, tuendelee kushirikiana na kuwasiliana 0753442903. Karibuni sana kwa kupata huduma bora zaidi, suluhisho makini kwa kilimo, biashara, ufugaji na ujasiriamali. Asante sana.